Huku ndiko sasa mambo yanapoharibika rasmi. Sehemu hii ni ya presha kubwa kwa sababu Baobao anaanza kuzingirwa na maadui kutoka kila upande, huku hisia zake kwa Xiang Hao zikianza kumfanya awe mnyonge. Nyuma ya vita kubwa inayopigwa kuwinda uhai wa Xiang Hao na Wen Tao, kuna shinikizo kubwa kutoka kwa Li Tianhan, mtoto wa mkuu wa chuo. Anamtumia Tue Shaoqi, binti muuguzi, ili kutimiza malengo yake. Li Tianhan anajua wazi hawezi kushindana na Xiang Hao na Wen Tao, hivyo ili apate nafasi ya kwanza kati ya wanafunzi wote ni lazima awaondoe washindani wake wote wawili. Tue Shaoqi ni nesi muuguzi ndani ya chuo hiki cha kijeshi. Tue Shaoqi alikuwa na kaka yake aliyekuwa akiitwa Tue Shaohua. Alikuwa ni mwanafunzi wa chuo hiki cha kijeshi na alikuwa ni rafiki wa Xiang Hao na Wen Tao. Siku moja Xiang Hao na Wen Tao walikuja kumchukua akiwa na dada yake Tue Shaoqi ili waende matembezini. Siku hiyo wakiwa kwenye mizunguko walipita katikati ya shamba la mabomu, hivyo kwa bahati mbaya yeye na Xiang Hao walikanyaga mabomu yaliyotegwa chini ya ardhi. Wakati wa kutegua Xiang Hao alikosea akafyatua pini ambayo kamba yake ilikuwa imeshikana na mabomu mengine, hali iliyopelekea mripuko mkubwa wa mabomu. Tue Shaohua, kaka wa Tue Shaoqi, aliamua kufa kwa ajili ya wenzake, hivyo bomu lililokuwa limekanyagwa na Xiang Hao liliruka, yeye akalidaka na kuwafukuza marafiki zake. Yeye alibaki na kulipuliwa na mabomu. Baada ya msiba huo kutokea ndipo audui ulipozaliwa. Tue Shaoqi anadhani kuwa kaka yake aliuawa kwa makusudi. Tue Shaoqi anadhani kuwa Xiang Hao na Wen Tao walikuja kumchukua ili waende kumua. Yeye hajui na hataki kuelewa wala kuamini kilichotokea kama ni bahati mbaya. Li Tianhan, mtoto wa mkuu wa chuo, anatumia udhaifu wa hasira na chuki iliyoko ndani ya moyo wa Tue Shaoqi akimshawishi na kushirikiana naye kuangamiza Xiang Hao na Wen Tao. Asichokijua ni kwamba kisasi anachokipigania adui yake ndiye huyo huyo anayeshirikiana naye kupanga mipango ya mauaji. Ndiyo maana misemo ya wahenga inatukumbusha kuwa kikulacho kinguoni mwako, na siku zote fikiri kabla ya kutenda. Usimwamini kila mtu, wengine wakuja kwenye maisha yako ili kukuingiza motoni. Binti huyu anaingia kwenye mtego wa dhambi ya mauaji ya watu wasio na hatia bila yeye mwenye kujua. Mpenzi msikilizaji, japokuwa Baobao sio daktari Xiao bidii harisi, lakini uwepo wake ni chanzo cha utatuzi wa matatizo yote ndani ya chuo. Baobao anafanya upelelezi wa siri, anagundua kuwa adui anayewinda uhai wa Xiang Hao na Wen Tao ni Tue Shaoqi, msichana nesi, ambapo Baobao hajui kwani anafanya hivyo. Baobao anajikuta katikati ya mtihani wa kuokoa uhai wa Xiang Hao na Wen Tao. Baobao anaamua kuongea na Tue Shaoqi akimuomba awasamehe Xiang Hao na Wen Tao, huku akisema kuwa Tue Shaoqi, nimefuatilia kifo cha kaka yako, nimegundua kuwa kifo chake haikuwa makusudi, ila aliamua kujitoa yeye kwa ajili ya marafiki zake. Tue Shaohua alikuwa ni rafiki wa karibu na alikuwa akipendwa sana na marafiki zake wote. Na kuomba tafadhali fikiria hilo. Tue Shaoqi anagundua kuwa anakosea, hivyo anaamua kumfuata Li Tianhan akimweleza kuwa kaka Li Tianhan, mimi nilikuwa nakosea. Xiang Hao na Wen Tao nimegundua hawana makosa, kaka yangu aliamua marafiki zake waishi na yeye, alijitoa kwa ajili yao. Hivyo naomba mpango wetu tuusitishe. Li Tianhan baada ya kugundua mpango wake unakwenda kuharibika, anaamua kumpatia pesa kijana mhuni ili akambake Tue Shaoqi. Siku ya leo Tue Shaoqi akiwa anatembea peke yake, ghafla anavamiwa na kubakwa. Kijana mbakaji anasema, samahani sana dada, mimi nimefanya hivi kwa sababu nilikuwa nataka pesa. Xiang Hao na Wen Tao wamenilipa ili nije nikubake, sio watu wema. Hasira mpya inapandikizwa ndani ya Tue Shaoqi, anaamua kurudi kwa Li Tianhan akisema kuwa tafadhali Li Tianhan, naomba unisaidie. Kitendo nilichofanyiwa siku ya leo hakika sitowasamehe kamwe. Li Tianhan anasema nilikwambia kuwa sio watu wema, walimua kaka yako na sasa wameamua kukudhalilia wewe tena. Hata mimi sitowasamehe kwa kitendo walichokufanyia. Vita ya kuwinda uhai wa Xiang Hao na Wen Tao imeanza upya.
Ili kuongeza kipimo cha ushawishi, Li Tianhan anaamua kuanzia mahusiano ya kimapenzi na Tue Shaoqi akisema, tafadhali Tue, mimi ndiye mwanamume pekee ninayejua maumivu yako na nipo tayari kukulinda dhidi ya Tian Hao na Wen Tao. Nitakusaidia kuitunza familia yako kwa niaba ya kaka yako. Tue anakubali kuingia kwenye mahusiano bila kujua kuwa penzi alilolianzisha ni sawa na kuingia kwenye nyumba ya vibwengo. Upande wa Baobao, taratibu upendo dhidi ya Tian Hao unazidi kukua siku baada ya siku. Baobao anajua kuwa hata kama akimpenda Tian Hao hawezi kuwa naye kwa sababu yeye siye Tiao bidie harisi. Lakini pia anahisi kuchanganyikiwa. Alikumbuka kuwa kuna Wen Tao ambaye naye pia anahitaji penzi lake. Baobao anafikiria kuwa baada ya matibabu ya mama yake kukamilika ataondoka kujifunza mbali, sehemu ambapo hatomwona Tian Hao wala Wen Tao. Baada ya mafunzo ya muda mrefu, viongozi wa chuo wanatoa agizo, wanafunzi waingize msituni kuwakamata mabanditi wote wanasumbua raia katika makazi yao. Kwa pamoja wanatoka kuelekea msituni na kuweka kambi ili taratibu zingine zifuatie. Baobao na Tian Hao wanachaguliwa kuelekea kijiji cha karibu ili kusoma ramani na kujua changamoto zinazowakumba wanajamii. Baada ya muda kupita, wanarudi na taarifa kuwa muda ujao kuna hatari kubwa ya wanakijiji kushambuliwa na mabanditi. Tian Hao na Baobao wanasisitiza kuwa vikosi vielekee huko ili kusaidia wanakijiji wasiwawe na kunyang'anywa mali zao. Jenerali Tiang anaamua kufungia ndani Tian Hao baada ya kuonekana anang'ang'ania vikosi kwenda huko. Usiku Baobao anakuja katika hema alikofungiwa Tian Hao. Wanatoroka kambini na kuelekea kijijini kuwaokoa wanakijiji. Tian Hao na baadhi ya wanakijiji wanashirikiana kutega mitego itakayowasaidia kupambana na mabanditi. Kundi kubwa la mabanditi linakuja kwa kasi, lakini wanakijiji hawana silaha, hivyo inakuwa ngumu kupambana nao. Tian Hao anatumia ujuzi na uzoefu wake, lakini bado wanazidiwa. Tian Hao na wanakijiji wanakimbia kuelekea ndani ya nyumba huku wakishambuliwa kwa kasi. Tian Hao anabaki nje akipambana kulinda wanakijiji na Baobao. Ghafla msaada wa vikosi vya wanafunzi unafika, mabanditi wote wanafutwa, risasi zikimiminika kama njugu. Wakati kukianza kutulia, Baobao anatoka ndani akija alipo Tian Hao, lakini mkuu wa mabanditi anainuka na kupiga risasi inarenga na kutua kwenye kifua cha Baobao. Pigo hilo la risasi linamwangusha chini Baobao. Hapo ndipo tunashuhudia hisia kamili za upendo wa Tian Hao kwa Baobao. Tian Hao anamkumbatia Baobao huku akilia kwa pupa. Tian Hao anasema, tafadhali mpenzi, fungua macho, naomba usiniache, na kuahidi kukipenda mpaka mwisho wa maisha yangu. Wen Tao anasogea akimtazama Tian Hao kwa jicho baya, anamlaumu akisema, haya yote ndiyo matokeo ya ubishi wako, uliambiwa usije, lakini angalia, umesababisha msichana asiye na hatia kupoteza maisha. Ghafla Baobao anafungua macho huku akimcheka Tian Hao kulia kama mtoto. Baobao anaingiza mkono wake ndani ya koti lake, anachomoza kidani alichopewa na Tian Hao likiwa kimenasa risasi iliyopigwa na mkuu wa mabanditi. Tian Hao anafurahia akisema, kidani nilichokupa kimekusaidia, huku akijikuta anamkumbatia Baobao hadharani bila aibu. Baada ya kurudi chuoni, Baobao na Tian Hao wanapewa adhabu kwa kuvunja sheria za kijeshi. Wen Tao anaamua kuungana nao kufanya adhabu hiyo kumsapoti Baobao. Wen Tao ni wazi anahitaji moyo wa Baobao kwa sababu mpaka sasa Baobao hajaonesha wazi anamtaka nani. Leo taarifa ya wizi inasambaa chuo kizima kuwa kuna fedha zimeibwa ndani ya ofisi ya mkuu wa chuo. Baobao anapewa kesi hiyo ya kumtafuta mwizi, ikiwa atashindwa basi anafukuzwa kazi. Baobao, Tian Hao na Wen Tao wafanya upelelezi wakishirikiana. Wanagundua mwizi ni mwanafunzi wa chuo na ni rafiki wa Tian Hao. Lakini nyuma ya wizi wake ni kwa sababu anafanya hivyo ili kuisaidia familia yake. Yeye hana wazazi ila alilelewa katika nyumba inayolea watoto yatima na yeye ndiye tegemeo pekee. Baobao, Tian Hao na Wen Tao wanafika katika nyumba ambayo wanahisi mwizi ameingia hapo. Ghafla kundi la watoto likijitokeza na kaka yao anajitokeza. Watoto wanasema, tafadhali msimkamate kaka yetu, maisha yetu ni magumu sana, akifungwa tutakufa kwa njaa. Maneno haya yanawafanya Baobao, Tian Hao na Wen Tao kuwaonea huruma, na hapa ndipo siri ya rafiki yao inajulikana kuwa yeye hana wazazi, ni yatima. Badala ya kumkamata Baobao, Tian Hao na Wen Tao wanaamua kujumuika na watoto wakicheza nao pamoja na kunywa.
Baada ya siku kadhaa kupita, kundi la wanafunzi wanaungana kwenda katika ile nyumba ya watoto yatima kujua hali yao. Wanajumuika nao wakinywa na kulewa huku wakicheza. Upande wa Baobao na Xiang Hao wamelewa wakichezeana, furaha ikionekana baina yao. Katika ulevi huo, Xiang Hao anaiba hereni ya Baobao kwa siri. Asubuhi Baobao anakutana na Xiang Hao akimwonea aibu huku wakikumbushana ujinga walioufanya wakiwa wamelewa. Xiang Hao anachomoza hereni ya Baobao mfukoni akigoma kuirudisha. Muda ya mchana Baobao anaamua kuingia hosteli za kiume kuchukua hereni yake kwa Xiang Hao. Baobao anashindwa kuingia, ghafla anakuja rafiki wa Xiang Hao. Baobao anamuita, anamuomba amletee koti la Xiang Hao ili achukue hereni yake. Cha ajabu, Xiang Hao akija ikiwa kifua wazi. Baobao anashituka, koti lipo mbele yake bila kujua Xiang Hao yupo nyuma yake. Baobao anapogeuka anashituka baada ya kumwona Xiang Hao akiwa kifua wazi, chini amejifunga taulo. Baobao anataka hereni yake, anasema tafadhali Xiang Hao nirejeshe hereni yangu. Xiang Hao anachukulia kama utani. Ghafla Baobao anajikuta amekamata taulo la Xiang Hao. Wakati wakivutana, Baobao anamvuta na kumvua Xiang Hao taulo, akibakia uchi wa mnyama. Baobao anabakia akishangaa na kuona aibu anapomtazama Xiang Hao akiwa uchi, hana nguo. Baobao anakimbia na kutoweka huku Xiang Hao asijue cha kufanya. Mpenzi msikilizaji, Baobao anarudi kutoa taarifa kwa mkuu wa chuo. Anasema, samahani mkuu, nimejitahidi kufanya upelelezi lakini nimeshindwa kumpata mwizi. Huenda aliyeiba alitokea nje ya chuo. Mkuu wa chuo anamkumbusha Baobao kuwa tulikubaliana kuwa ukishindwa kumpata mwizi unafukuzwa kazi. Kwa hiyo hakuna huruma juu ya hili kutokea. Muda huu hauruhusiwi kuonekana hapa chuoni, muda wako umekisha. Taarifa ya Baobao kufukuzwa inasambaa chuoni. Kwa sababu ya heshima aliyojijengea kwa wanafunzi, Baobao anatoka ndani, lakini nje wanafunzi wote wamepanga mistari, wanampigia saluti kwa ujasiri wake. Mpenzi msikilizaji, kumbuka kuwa Baobao anafahamu kuwa mama yake ni mgonjwa na hajapata matibabu, lakini anaamua kuficha siri ya mwanafunzi wake kwa sababu anafahamu kuwa mwanafunzi huyu akifungwa au kufukuzwa chuo, kuna watoto wengi watateseka kwa kukosa msaada. Hapa utamwonea huruma kwa changamoto hii. Kwa hali ya kawaida ni watu wachache wenye moyo kama wa Baobao, hali ya kwamba anafahamu kuwa bila yeye mama yake hatoweza kupata matibabu. Hapa tunapata funzo kuwa wakati mwingine unaweza kutoa sadaka hata ya maisha ya mtu unayempenda ili mwingine awe salama, kwa sababu wote wanakuhitaji wewe. Wakati Baobao akiondoka, ghafla mhusika anaamua kujitokeza ili kumwokoa Baobao, lakini Xiang Hao anaingilia na kujitaja yeye. Anasema, tafadhali mwachilieni Daktari Xiao Bidie kwa sababu mimi ndiye mwizi niliyeingia kwenye ofisi ya mkuu wa chuo na kuiba fedha. Huo ndio unakuwa ukombozi wa kishujaa unaomfanya Baobao kusalia chuoni. Xiang Hao anafungiwa ndani ya magereza za chuo, lakini hata hivyo anajivunia wadhifa wa baba yake Jenerali Xiang. Anaamini atatoka ni swala la muda tu. Baobao anaamua kumtembela Xiang Hao akimshukuru kwa msaada wake, lakini Xiang Hao akionyesha majivuno akisema, baba yangu ni kiongozi mkubwa hapa chuoni, naamini hatoniacha kwa kuwa mimi ndiye mtoto wake pekee, atanitoa. Wakati Xiang Hao akiendelea kumchezea Baobao kwa michezo ya akili, Shen Wentao tayari anaijua siri kuwa Baobao sio Daktari Xiao Bidie harisi. Wentao hafikiri kumtaja Baobao bali anafikiri kumlinda ili siri yake isijulikane. Wanasema kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Hatimaye Baobao anapata kibali kwa ajili ya matibabu ya mama yake. Baobao anafika hospitali akishuhudia mama yake akiingizwa chumba cha upasuaji. Baobao anaonekana kukosa furaha akisubiria majibu ya daktari mkuu. Hata hivyo, baada ya upasuaji, mama wa Baobao anakabiliwa na changamoto ya upungufu wa damu. Baada ya taarifa kutoka, wanafunzi wote wanajitokeza, kila mmoja akihitaji kujitolea damu yake kwa ajili ya kumsaidia maisha ya mama wa Baobao. Hali hii inamfanya Baobao kupata faraja, anajihisi wa thamani na mwenye kudhaminiwa. Japokuwa yeye ni mwizi wa utambulisho alionao kwa sasa, lakini anajiona kuwa mwenye bahati. Wanafunzi wote wanampenda na wapo tayari kujitolea kwa ajili yake. Hapa tunapata funzo kuwa ukiishi vizuri na watu, Mungu atakupatia zawadi ya kupendwa na kudhaminiwa. Hata kama umeajiliwa, heshimu watu wote, kwa sababu kuna muda ukifika unayemdharau ndiye anakuwa mwokozi wako. Hata hivyo, daktari mkuu anasema damu itachukuliwa ni ya Baobao.
wakati damu ikinyonywa kutoka kwenye mwili wa Baobao. Wen Tao anaingia ameshika ile barua yenye picha ya Daktari Xiao Bidie Harisi. Lakini Baobao anaishiwa nguvu na kuzimia. Unadhani Wen Tao amekuja kumwambia nini Baobao? Usitoke, baki hapo hapo mpaka mwisho ili tujue nini kitatokea baada ya Wen Tao kuja na ushahidi unaothibitisha kuwa Baobao sio Daktari Xiao Bidie Harisi. Baobao amemfuata daktari mkuu kumshukuru kwa kumsaidia mama yake. Cha ajabu daktari anasema, mimi nimetimiza tu majukumu yangu, lakini inapaswa kumshukuru Xiang Hao kwa sababu yeye ndiye amefanya mipango yote mpaka dawa na vifaa kupatikana ili mama yako atibiwe. Gharama zote kazitoa yeye. Maneno hayo yanamfanya Baobao afurahie. Anamwona Xiang Hao kama mwanamume ambaye anaweza kufanya chochote kwa ajili yake, akikumbuka ni huyo huyo Xiang Hao alikubali kufungwa ili yeye asifukuzwe kazi. Siku zimekwenda, mama wa Baobao tayari anaelekea kupona, matibabu yamekwenda vizuri. Sasa kichwa kimeacha kumsumbua. Siku ya leo Baobao na Xiang Hao wanakutana katika bustani safi ya maua, bustani hii ikiwa shahidi wa mapenzi mapya kati ya Baobao na Xiang Hao. Baobao anachuma tawi kwenye mti wa maua, anasema, Xiang Hao, wewe ndiye mwanamume ninayekupenda kutoka ndani ya moyo wangu. Tafadhali chukua tawi hili na kukabidhi. Hakikisha unalimwagilia maji lisikauke, kwa sababu ukiliacha ni sawa na kutelekeza mapenzi yangu kwako. Xiang Hao anakula kiapo akisema, hakika wewe ndiye mwanamke ninayempenda kwa moyo wangu wote. Naahidi kukulinda, kukutunza, kukudhamini kwa sababu furaha yako ndiyo furaha yangu. Nitalitunza ua hili, halitonyau bali litazidi kustawi. Bila kupoteza muda, Xiang Hao anampatia Baobao busu refu lenye ujazo wa hisia na safari ya mapenzi yao ikianzia hapo, bila kujua kuwa mbele yao kuna hatari kubwa inayokuja kuwatawanya. Baobao anaporudi kumtembelea mama yake anaonekana akiwa mwenye furaha tofauti na siku zingine. Mama anaelewa tu kuwa mwanae tayari kuna kijana amempenda. Baada ya muda kupita, mama wa Baobao tayari amekwisha kupona. Anamtaka mwanae waondoke warudi nyumbani kwa sababu tayari kilichowaleta tayari kimetatuliwa. Lakini Baobao hayupo tayari, anampenda Xiang Hao. Anaamua kupeleka barua ya kuacha kazi, lakini moyo unamuuma. Wakati wanapoondoka njia, Baobao anaonekana akiwa na mawazo, mama yake akimuuliza tatizo ni nini. Baobao anasema hakuna kitu. Ghafla Xiang Hao anakuja kumtafuta Baobao akiita Xiao Bidie. Baobao anasikia akimuomba mama yake atangulie kisha atamkuta. Baobao anakutana na Xiang Hao. Xiang Hao anasema, tafadhali Baobao, naomba usiondoke ukaniacha mwenye nimekuzoea. Ukiondoka moyo wangu utafadhaika. Wakati huo huo, ghafla wanavamiwa, Xiang Hao akihakikisha usalama wa Baobao. Baobao anaelewa sasa kuwa yeye ni muhimu kiasi gani katika maisha ya Xiang Hao. Baobao anarudi kwa mama yake akiwa na mawazo mapya. Anachagua kumwacha mama yake aondoke mwenye. Mama anaelewa kuwa tayari mwanae kaingia kwenye mahusiano, hawezi kumunyima haki yake. Anaamua kuondoka, lakini akimsisitiza kuwa akiona mambo hayaendi vizuri akumbuke kurudi nyumbani. Wanasema kuwa usiku wa deni huwa haukawii kukucha. Li Tianhan na Tue Shaoqi tayari wamekwisha kutambua kuwa udhaifu wa Xiang Hao ni Baobao. Wanatambua kuwa Xiang Hao hajawahi kumpenda msichana yeyote yule isipokuwa ni Baobao tu. Sasa wamepanga shambulizi kali kuwahi kutokea. Tue Shaoqi anawaalika Baobao na Wen Tao akisema ni siku yake ya kuzaliwa, hivyo anatamani wao tu ndio wajumuike naye kwa sababu wao ni watu wema kwake. Baobao na Wen Tao wanafika eneo la tukio bila kujua kuwa Tue Shaoqi ana mipango mibaya dhidi yao. Picha linaanza akiwa anachanganya sumu kwenye pombe ili awanasi na kuwafanya jinsi anavyotaka. Baobao na Wen Tao wanakunya pombe bila kujua ina sumu. Muda unavyozidi kwenda, wanazidi kushikwa na usingizi mzito. Tue Shaoqi anahakikisha wote wamesinzia na kuangukia chini. Kule chuoni, Xiang Hao anamtafuta Baobao bila mafanikio. Ghafla anakuja Li Jiajia. Huyu ni dada wa Wen Tao na anampenda sana Xiang Hao. Leo analeta taarifa itakayomfanya Xiang Hao amchukia Baobao. Li Jiajia anasema, nimekuona Baobao amekwenda na kaka Wen Tao kule mtaani hotelini.
Xiang Hao anafungua safari kuelekea katika hotelini aliyokwenda Baobao na Wen Tao. Xiang Hao anafungua mlango, macho yake hayaamini anachokiona mbele yake. Anashangaa Wen Tao na Baobao wamelala kitandani wakiwa uchi wa mnyama, kana kwamba tayari wameshaivunja ile amri ya 10. Xiang Hao haamini anachokiona, anahisi maumivu ambayo hayaelezeki. Anafikiri jinsi alivyojitoa kwa ajili ya Baobao, lakini leo huyo Baobao ndiye anageuka kisu kikali na kuchoma kwenye moyo wake. Xiang Hao anaamua kurudi, huku miguu ikiwa mizito, anashindwa, akitembea hawezi hata kuongea. Lakini nyuma ya tukio hilo kuna siri kubwa ambayo Xiang Hao bado hajaijua. Kuwa Baobao na Wen Tao hata wao bado hawajui kinachoendelea. Upande wa kule hotelini, Baobao na Wen Tao wanapata fahamu wakijikuta katika mazingira ambayo wote wanabakia kushangaa. Wakati wao wakihisi kuwa ni siri yao, kumbe tayari wameshaonekana. Mpenzi msikilizaji, kabla hatujaendelea, hebu naomba nikuulize swali moja. Kama wewe ungekuwa ndio Xiang Hao, ungefanya nini unapomwona mwanamke au mwanamume unayempenda na umefanya vitu vingi kwa ajili yake? Wewe kwa upande wako ungefanya nini? Tafadhali niandikie komenti yako hapo chini. Baobao na Wen Tao wanarudi chuoni, lakini mambo tayari yamekwisha kuharibika. Xiang Hao hataki hata kumwona tena Baobao. Marafiki wa Xiang Hao wanataka kuzichapa na Wen Tao, lakini Xiang Hao anawakataza na kuingia zake hosteli. Baobao anampenda sana Xiang Hao na sio Wen Tao. Anaamua kusimama nje ya hosteli mpaka Xiang Hao atakapoamua kuja kumtoa. Wen Tao anamtazama Baobao ambaye amesimama sana kwenye baridi, akimwonea huruma. Hatimaye Baobao anazidiwa taratibu, anakwenda chini, lakini Wen Tao anawahi kumdaka haraka, anamkimbiza hospitali. Baobao akiwa hospitali, Wen Tao anakwenda kwa Tue Shaoqi, anasema, kwa nini unafanya haya yote? Tumekukosea nini? Mambo unayoyafanya hayapaswi kufanywa na wewe Tue Shaoqi. Kaka yako alikuwa ni rafiki yetu, tulikuwa tunampenda, hata wewe ni dada yetu, kwa nini unafanya haya? Tue Shaoqi anaanza kuwa na mawazo, akijuta alichowatendea Wen Tao na Baobao. Lakini Li Tianhan anakuja, anamkuta Tue Shaoqi akiwa na mawazo, anagundua kuwa anajutia matendo yake. Anaamua kumrubuni kwa mapenzi yake feki ili Tue Shaoqi aendelee kumfanyia kazi yake. Baobao anaamini kuwa tayari moyo wa Xiang Hao umevunjika. Ni ngumu kumfanya aamini kuwa hakuna kilichotokea isipokuwa ni mtego wa Tue Shaoqi na Li Tianhan. Baobao amekwisha kukata tamaa ya kuwa na Xiang Hao, hivyo hanabudi kumfata mama yake ili akae mbali na Xiang Hao. Xiang Hao anaelekea hospitali kumwona Baobao, lakini katika chumba alichokuwemo hayupo. Xiang Hao anaelezewa kuwa Amerikako. Baada ya taarifa ya Baobao kuondoka Xiang Hao, ndipo anagundua kuwa anakosea kumhukumu Baobao. Haraka anapanda farasi na kuelekea katika bustani waliopeana viapo kuwa hawatokuja kuachana mpaka kifo. Xiang Hao anaamini kuwa Baobao lazima apite huko kabla hajarudi nyumbani kwao. Kweli Baobao anaonekana amesimama akiitazama bustani kwa umakini, akiwa mwenye mawazo. Haamini kama ukurasa wao umefunguliwa na kufungwa ndani ya muda mfupi namna hii. Akiwa amekata tamaa, Xiang Hao yupo njiani, anakuja kumtafuta. Xiang Hao anafika na kumkimbilia Baobao aliyekwisha kata tamaa. Xiang Hao anamkumbatia huku anasema, tafadhali Baobao, usiondoke, ninajua nimekukosea kwa sababu sikukuelewa mapema, na kuahidi sitarudia tena kufanya jambo kama hili. Kuanzia leo naahidi kukuamini, utakachoniambia sitaweka mbele hisia zangu. Baobao anafurahia kusikia hivyo. Safari yake inaishia katika bustani. Mpenzi msikilizaji, tunajua katika maisha tujifunze kutengeneza kumbukumbu njema tunapokuja na wenza. Mfano ni huu: kama Xiang Hao na Baobao wasingekuwa na momenti kama hizi mpaka muda huu, Baobao asingekuja huku, angetoka chuoni na kuondoka moja kwa moja. Lakini kumbukumbu njema walioitengeneza imemfanya Baobao kuchelewa na Xiang Hao amempata. Hata wewe Bakari na mwenza wako Ashura, inawezekana siku mkigombana, Ashura anakwenda pale kwenye kivuli chini ya ule mti mliokuwa mnapendelea kukaa, huku mkinywa kahawa au juice na popcorn. Kule katika hospitali ya mtaani, Xiao bidie halisi anaanza kupata nguvu. Anagundua kuwa mkoba wake na vitambulisho vyake vimepotea. Anakumbuka sura ya msichana aliyekuwa naye kwenye treni, Baobao.
Kwa hasira na maumivu, anatoroka hospitalini hapo usiku wa manane, akidhamiria kufika Longcheng kurudisha heshima yake. Vita inazidi kuwa kali, Xiao Bidie harisi ametinga ndani ya chuo cha kijeshi bila hata Baobao kujua. Je, Baobao atafanya nini? Maana ndio kwanza penzi lake na Xiang Hao limeanza kupamba moto. Atakubali kuachana na mpenzi wake Xiang Hao au atailinda furaha yake kwanza kisha Xiao Bidie atafata baadaye? Kazi ndio kwanza inaanza, endelea kufuatilia mpaka mwisho. Baada ya Daktari Xiao Bidie harisi kuingia chuoni, taarifa zinasambaa na kumfikia Jenerali Xiang. Anagundua kuwa Baobao anatumia utambulisho feki. Jenerali Xiang anaamua kuwa ni lazima Xiang Hao amue Xiao Bidie, lakini kumbuka kuwa tayari moyo wa Xiang Hao upo kwa Baobao. Kadi ya mwaliko inamfikia Baobao ili ahudhurie siku hiyo. Baobao anaumia lakini hana anachoweza kufanya, akifikiria yeye ndiye ameingilia maisha ya Xiao Bidie. Siku ya harusi ya Xiao Bidie na Xiang Hao imewadia. Watu mbalimbali na wageni waalikwa wamehudhuri. Lakini ghafla anakuja rafiki wa Xiang Hao akisema kuwa Baobao amekwenda katika kambi ya Wajapani. Bila kupoteza muda, Xiang Hao anaamua kuondoka na kumwacha Xiao Bidie peke yake akiendea kumtafuta Baobao. General Xiang anakasirika akitaka kumpiga Xiang Hao risasi. Xiang Hao anafika na kukiwasha, anaanza kuwachapa Wajapani, risasi zikimiminika kama njugu, vita ikiwa imepamba moto. Wen Tao anashuhudia Xiang Hao na Baobao wakikumbatiana, hali inayoendelea kumvunja moyo. Hii inamaanisha kuwa Xiang Hao hayupo tayari kumwacha Baobao, ndio maana amekimbia ndoa ili kuja kumwokoa Baobao wake. Baada ya kurudi, Xiang Hao anaamua kumwambia ukweli Xiao Bidie kuwa samahani bibie, nafahamu kuwa unanipenda lakini mimi pia ninampenda Baobao. Tafadhali naomba unielewe, siwezi kuwa na wewe. Xiao Bidie analazimisha huku akisema tafadhali Xiang Hao, nimekuwa nikikusubiria wewe kwa miaka mingi sana, naomba usiniache, wewe ndiye mwanamume ninayekupenda na nipo tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Lakini wanasema hakuna mwanadamu awezaye kushinda kudra za Mwenyezi Mungu. Li Tianhan anamteka Xiao Bidie baada ya kugundua amesikia mipango yake. Vikosi vinapofika eneo la tukio tayari amekwisha kunyongwa. Hadithi inatamatika baada ya Tue Shaoqi kugundua kuwa Li Tianhan ndiye mbaya wake. Baada ya majaribu na changamoto za hapa na pale, mapenzi ya Xiang Hao na Baobao yakizidi kunawili kama mmea uliowekewa mbolea. Katika simulizi hii ya kusisimua tunajifunza kuwa mapenzi ya kweli hayazuiliki. Mapenzi ya kweli sio pesa wala wadhifa wa mtu, bali mapema ya kweli yanatoka moyoni. Mtu anaweza kukupenda tu hata kama wewe ni fukara. Baobao ni msichana masikini, lakini heshima yake na moyo wake wa upendo usio wa ubaguzi wala upendeleo ndiyo silaha yake.